Alright. Asante sana. Basi wakubwa shikamo na wadogo wameshindaje? Ni siku ile ambayo tumekuwa tukisubiria kwa hamu na gamu, na leo imeweza kuwadia. Na hapa kwa kweli tumeweza kuona mengi siku ya leo, ikiwemo kwamba Wakenya waliweza kurauka mapema kabla ya ukungu kutoweka. Kini mahususi kikiwa ni waende wakaweze kuchagua viongozi wao, ikiwa ni kuanzia MCA, women rep, mbunge, gavana, seneta pamoja na rais. Ni mengi tumeweza kuona, na karibu katika kipindi hiki chetu cha leo ja moja kwa moja, na tunaenda kujadiliana masuala haya ya kisiasa, na zaidi tuweze kumaisi mbivu na mbichi, tuweze kulivalia njuga swala hili nzima na siasa mwaka 2022, tulipigie mbizi kisha kulizamia mzima. Tutabaini mbivu na mbichi, na vile vile katika studio zetu leo hii tumeweza kutembelewa na wageni ambao unaona hapa. Tutaenda kuwajua zaidi, nao pia waweze kutupa maoni. Mimi naitwa MC Protocol, ukipenda niite L.E Ongeri, na leo nitakuwa nalivalia njuga swala hili nzima la siasa. Karibu wageni wetu katika studio. Asante. Karibu sana. Na vile vile mpenzi mtazamaji, unaweza jiunga pamoja na sisi katika runinga hii ya utandawazi ya Get the Point, na mengi tutapata kujadiliana ili tuweze kumakinika kisiasa, na zaidi tuweze kujua taifa la Kenya na hususan wewe tunaelekea sehemu gani. Karibu sana wangwana, tueleze kwa kina unaitwa nani, na labda wakati mwingine leo siku imekupeleka nani. Tunaanza na wewe, macho nne. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Vincent Micheka, kupenda unite Mosomi. Na siku ya leo nimeiona kuwa ni siku ile tuliyokuwa tumeingojea sana. Ijakuwa na furu yoyote ile, na nimeona kama ilikuwa tu sawa kabisa. Ni kweli. Kwa kweli ni siku ambayo wengi walikuwa wanaisubiria kwa hamu na gamu. Ndugu, ulisema unaitwa nani, na karibu katika kipindi chetu na majadiliano ya moja kwa moja, na haya ni mazungumzo baada ya habari kuhusu siasa mwaka 2022. Asante sana. Kwa majina naitwa Hezbon Osoro Yaro, mkaaji wa Bonchari na Suneka. Jina ya mtaani ni Bon Sheikh. Leo imekuwa siku ambayo kubwa sana katika maisha yangu, ya kwamba nimeenda kule, nimechagua kiongozi ambayo atanifanyia maendeleo kulingana venye inastahili. Na nashukuru sana, nimetembea, nimeenda kule kupiga kule. Kazi imekuwa vizuri sana. Maandalishi ilikuwa masafi sana. Tunashukuru. Turudi kwako ndugu Vincent. Ulisema kwamba mlirauka mapema na mkaenda kuweza kupiga kura. Mandhari, ukiweza kuangalia mandhari yalikuwa vipi, na labda siku hii kuweza kupokelewa kizingatiwa kwamba imengojewa ama imesubiriwa kwa muda mrefu, mandhari yalikuwaje? Mandhari nikisema ilikuwa safi kabisa. Alafu kulikuwa na mpangilio, na watu wameweza kujitokeza kweli. Vijana kwa wakubwa. Nimeona pia kukuwa na mshike yoyote ile furugu. Nimeona hata nikafurahia kwamba ilikuwa kweli siku ya kuongojea kwa hamu na gamu. Na mtazamaji, kati ya propaganda zilizofanikiwa duniani kupumbasa binadamu ni kwamba siasa ni mchezo mchafu. Matokeo yake wengi wameweza kujitenga naye. Wakati alikoko anatueleza kwamba kujitenga na siasa ni sawa na kujinyonga. Alikuwa wakati mmoja rais wa taifa la Marekani Donald Trump akasema kwamba hatari zilizopo duniani ni wakati watu wenye akili dhahira, watu wenye akili wanawachagua watu wapumbafu. Ndio maana tunaona ufisadi, uongozi usio bora na zaidi. Tutazidi kuchangia mada hii ya leo tuweze kujua uongozi, sisi kama vijana, sisi kama wazee, akina mama na kadhalika, tuliweza kukosea wapi na tunapochagua viongozi kama hawa. Na vile vile mtazamaji, unaweza jiunga pamoja na sisi katika majadiliano haya ya hana kwa hana, ili tuweze kujua mengi, na aswa kuweza kutuandikia arafa, na tutasoma some of your comments hapa hewani, ili tuweze kumakinika kisiasa na tuweze kujua mengi katika maisha haya. Vincent, nirudi kwako kidogo. Siasa na Ukristo. Ni bayana kwamba siasa ipo kanisani, ama siasa
kuna vile tunaweza jitenga na siasa kama Wakristo ama binadamu? Vile naweza sema siasa, ukiangalia siasa hata akiwa Mkristo ama si Mkristo, unajua siasa ni lazima na lazima tuchague viongozi. Naam. Sasa hapo kwa siasa, hata kama ni Mkristo, sasa lazima, unajua kuna wakati tunasema in English, there is time and a season for everything. Wasungu wahenga wa zamani walisema. There is time and season for everything. everything. So hata kama ukiwa Mkristo, na kuna wakati unafika wa siasa, unataka kiongozi. Naam. Sasa inabidi unaingia hapo. Mimi sioni kama kuna tuseme ati wewe ni Mkristo ama wewe siasa lazima uchague kiongozi na lazima ufanye siasa hata kama ukiwa Mkristo. Ni kweli. Na ndugu yangu, upande ule mwingine wa pili, tuweze kusema kweli, uliweza kuona kwamba kulikuwa na tetezo kanisani, tusione wanasiasa na kadhalika. Wewe kivyako ulikupata aswa wakati na muda ule wa kampeni kabla ya uchaguzi, tuliweza kuona kwamba wanasiasa waliweza kukemewa sana kanisani. Kivyako ulichukulia swala hili vipi kabla tuweze kuendelea na mada ya siku? Mimi na wanasiasa wachakosea chochote. Kwazi hata maandiko yanasema mwanasiasa bora anakuwa kule kanisani. Na mwanasiasa bora ni Mungu anachagua. So ili wanasiasa kuja kanisani linaruhusiwa, ni kitu ambao ni bora sana katika ulimwengu. Kwazi ukiona mwanasiasa ule ambaye ni kanisa, huyu si mwanasiasa. Huyu ni mwanasiasa ambaye anaabudu vitu zake. So kiana mwanasiasa bora ni ule ambaye anajua injili na anajua jina la Mungu. Ndiye anakuja kuongoza. Hata ukifuata historia ya Musa aliongoza Wanaisraeli kwa sababu alikuwa ni kiongozi, alikuwa ni mtu mwenye alichaguliwa na Mungu. So hata kiongozi akichaguliwa ni Mungu anamchagua. So viongozi kuchapa siasa kanisani sio kitu mbaya, kitu ambacho inaruhusiwa. Hata Mwenyezi Mungu mwenyewe anaruhusu. Ni mara ya kwanza, ikiwa utaniruhusu, tunapozidi kusubiri watazamaji wengine waweze kuchangia, na nimekueleza kwamba unaweza ingia katika tovuti ya kwetu ama pia uweze kuingia katika Get the Point, pia uweze kuandika rafa za kwako, tutaweza kuzisoma, na zaidi ya yote tunaweza kupa nafasi ukaweza kuchangia wani ili tuweze kujua mengi kutoka kwako, na tunazidi kusubiri ombi lako la kuweza kujiunga pamoja na sisi katika mjadala huu mahususi, hasa ikizingatiwa kwamba siasa inazidi kuendelea. Nirudi kwenu ndugu Vincent. Kwa kweli siasa ya mwaka huu imekuwa tofauti. Mwaka 2022 tumeona kwamba kumekuwa na viongozi ambao wamejitokeza, tuseme wale wanne ambao wamekuepo katika debe leo, na kwa kweli kuna wale ambao pia wanazungumza mambo ambayo yanaenda kinyume na dini. Wengi wanachangia kwamba sijui nyinyi mliweza, sijui mlihisi vipi, kwa sababu siasa ya mwaka huu ni kama ilikuwa imejaa vitimbi, tuseme vitimbi sana. Mlikuwa mnaichukulia vipi, kwa sababu kulikuwa na majibishano ya hapa na pale? Wengine wanasema kwamba wataleta bangi ama marijuana kuweza kuendelea katika taifa la Kenya. Wengine tunamuona pia askofu mkubwa zaidi, tuseme Mkristo ambaye ni kama pasta, pia alikuwepo pale anawania, na tumewaona viongozi wote na tunajua tabia na karakter zao. Siasa hii imekuwa ya mchecheto. Mliona vipi? Na labda tuanze na wewe Vincent, uweze kutaja hao viongozi kidogo na uweze kusema ulikuwa umeona vipi na walikuwa wanakuja kwako vipi? Venye mimi ninapoangalia hii siasa, nikilinganisha na siasa zenye za miaka ya hapo nyuma, naweza sema kila mwanasiasa, kila mgombea kiti, yani kuna venye anakuja na staili yake. Ili aweze kusawishi wewe mpiga kula uweze kumchagua. Inaweza kuwa anakuja kwa njia tofauti. Anaweza kuja akupumbavu, yani naweza sema akushika kutoka mahali popote pale, ndipoza uweze kumuona kana kwamba yeye ndiye anayestahili. Ndio bora, ndio.
Sasa anaweza kuja akuje njia ya matuzi, akituzi mwingine, achafanya hiki, amefanya hiki. Ndio uwezi kumuona yeye ya kwamba ndiye anayefaa. Ni kweli. Lakini sisi kama wapewa kula, pia sisi tunapoyasikia haya, lazima tuyafuate kila mtu. Tuweze kujua ni nani anayosema ya kweli ama yasiyo ya kweli. Na nabii wa uongo. Na kuna manabii wa uongo pia. So lazima uweze kuyashika vizuri. Na mwanzo uwezi kuyafuatilia na anayoyasema sahihi. Lazima ufuate kwanza kutoka nyuma. Kweli. Historia yake ilikuwaje. Ni kweli. Sasa kwa hii nini ya mwaka huu venye mimi naziona, asikuwa ni siasa mbaya sana. Kila mtu anataka apewe kula, so lazima kuja chadipu kila namna awezayo. Ndipo aweze kupata angalau kitu. Kabla tuweze kuelekea kwa jamaa na ndugu wetu wa pili, labda niweze kukuuliza swali hili. Tulikuwa na viongozi ambao walikuwa na wania. Kulikuwa na Raila Odinga, kulikuwa na William Samoei Ruto, kulikuwa na Waiga, na kulikuwa na Wajakoya. Tuingilie Wajakoya kidogo. Shughuli hii nzima ya bangi, fisi pamoja na umbwa, kivyako ulikuwa unaichukulia vipi? Mimi nitakachosema Wajakoya, Wajakoya akuna point. Naam. He has a point. But hii point yake anapoileta mbele ya wananchi kidogo inakuwa na utatanishi. Yani kumaanisha sasa yani mahali anapotaka wananchi sisi tukae. Naona kidogo si mahali pazuri, lakini ukifikiria kiundani hakuna point. Ni kweli. Ndugu yetu. Yes. Viongozi hawa katika taswira na picha na vile vile kasumba kawaida ya wanasiasa, uliweza kuwasoma vipi? Aswa ikizingatiwa kwamba hawa wanne ambao tumeweza kuzungumzia, kulikuwa na Raila Odinga, tukawa na Wajakoya, tukawa na William Samoei Ruto pamoja na huyu Waiga Mwahura. Swali langu ni je, hivi wewe ulikuwa unaona vipi, na kulingana na sera zao na manifesto ulizipokea vipi? Mimi nikiangalia hizo manifesto zao wanasiasa. Manifesto zao ziko bora sana. Kweli. Lakini wanasiasa ni wakora. Mwanasiasa anaweza kuambia sasa hivi anataka kufanyia hili, kifika huo wakati anakuwa kigogeo. For example, tukiangalia serikali ambayo ilikuwa hapo nyuma. Tukikumbuka serikali ilikuwa hapo nyuma. Tudanganywa. Wanafunzi wa darasa la kwanza watapata laptop. The time ili mambo hiyo election tuwapitisha election, watoto wote wajua kupata laptop hadi hiyo wakati. Ukiangalia sasa hivi hao wanasiasa hasa wakubwa William Ruto na Raila Odinga, hao wanasiasa manifesto zao ni mzuri, lakini kuna ujanja fulani kidogo hapo. Ni kweli. Nimeweza kuona kwamba huyu jamaa wa Jakoya na wengi wameweza kumshangilia, ni jamaa anayesherekewa kila mahali uendapo Kenya. Hivi wewe ulimpata kivipi, na kulingana na hii kasumba ya kwake kusema kwamba labda angependa kufanya hivi, kupanda bangi kila mahali, hasa ikizingatiwa kwamba wewe ni Mkristo, unafahamu kwamba bangi hairuhusiwi katika taifa la Kenya. Ulipokea vipi ujumbe huu kutoka kwa Wajakoya? Ujumbe huu sio ujumbe mgeni. Ukiangalia mataifa mengi, kuna mataifa mengine wanauza bangi. Na hii bangi inawasaidia kifedha, kibudget, wanalipa madeni. Wenye walikuwa nyuma ya Kenya mbali sana. Tunazidi kuendelea na mazungumzo baada ya uchaguzi, na sasa hivi
tumeshift gear kidogo na kuweza kuzungumzia masuala ambayo yameweza kutokea leo hii katika taifa la Kenya, na wawili hawa wataenda kutueleza walipiga kura vipi, waliona aswa mambo ilikuwa vipi, alafu tuweze kuingia na taarifa zinapozidi kuchipuka, kwa sababu tukiangalia tunaona kwamba kuna zile results ama majibu ama kura ambazo zimeanza kuingia tayari katika runinga mbalimbali na mitandao. Tutaweza kuzungumzia hayo. Tukianza na wewe ndugu Vincent, tueleze leo process ya kwako ilikuwa vipi na ni wapi labda uliona changamoto kabla tuweze kuingia kwenye matokeo yanayozidi kuingia. Lakini kabla uweze kujibu maswali hayo, tunazidi kukueleza kwamba unaweza jiunga katika Zoom ya kwetu siku ya leo, na vile vile unaweza tumia nambari ya kwetu ambayo iko kwenye screen, ikiwa ni 82 tuseme 8 tunasema 82 34 10 20 117. Nikirudia kwa lugha ya Kimombo, you join the Zoom on 823 410 20 117. Kindly join us and then let us know exactly what are your feelings and where are you, and maybe probably what will you wish us to discuss today. Hiyo ni lugha ya Kimombo. Vincent. Yes. Ninachosema. Na vile vile kabla tuweze kusonga kidogo, tuna password ambayo kutokana na kile ambacho tumesema, ukitumia Zoom 823 4102 0117 unaweza tumia password ambayo ni 1234 1234 1234 ndio password ya kuweza kujiunga katika shughuli hii nzima. Vincent, tueleze. Yes, naam. Sasa niingie msima kwa swala la leo venye lilikuwa. Naam. Changamoto niliona kidogo, kulikuwa watu wakujitokeza vile mapema kabisa, hata ingawa kulikuwa na mishuko hapa na pale. Lakini kwa wakati mwingine ulifika wa masaa, watu wakajitokeza kweli, watu wakapiga kula kwa utaratibu. Wakuwa na msongamano sana. Nikaona ilikuwa vema kabisa, shughuli iliendelea vizuri kabisa. Kwako shughuli ilikuwa safi. Ndugu, ni uliweza kupiga kura, na labda ni nini uliweza kuona kigumu zaidi ili mtazamaji aweze na pia kuweza kuelimika kidogo? Mimi nimepiga kura. Na kulikuwa na changamoto kidogo. Maafisa wa busy pole kidogo. Lakini hilo nalo lilisuluhikiwa. Tunataka tuwashukuru, kazi mzuri wamefanya. Watu wametokeza kwa wingi. Ni kweli. Wamechagua viongozi ambao wanataka. Tunashukuru. Vincent, turudi kwako kidogo. Leo katika makaratasi ya IEBC niliweza kuona kwamba ilikuwa mengi mno. Tatizo lipi ambalo uliweza kupokea wewe kama mpiga kura? Labda unaweza sema kwamba mimi kama kijana niweza kupokea changamoto hivi, sembuse yule mama mzee kabisa. Mimi kama kijana, tatizo nililoliona pale, makaratasi yalikuwa mengi kweli kulinganisha na zile zenye tulikuwa tumesoea hapo awali. Naam. Sasa kwamba watu walikuwa wamejitokeza, walikuwa wengi, so ilibidi, lakini ni kung'ang'ana vilivyo. Sasa kama mimi kijana, tuseme mimi najua kusoma. Labda tatizo kidogo ninapoisikia ni wamama wa miaka iliyo mingi kidogo, waliokuwa wamekula chumvi, walipata tatizo kidogo. Chuma karatasi ilikuwa imewalemea, ni mingi. Kuna baadhi, ndugu yangu, kuna baadhi ya majibu ambayo tumeweza kupokea, na labda results zingine zimeweza kuingia. Hivi tumeweza kumuona Raila Odinga akiwa anaongoza kwa asilimia kidogo tu. Kulingana na wewe, unahisi vipi maisha haya ya kuongoza na kutongoza? Yaani tuseme ukweli ni kwamba hivi tunavyozungumza, unatarajia nini ifikapo usiku wa manane ama kesho tuseme asubuhi? Mimi natarajia, unajua mtu akisaa tangulia ameshatangulia, hata kule mbioni. Mtu akikimbia kule mbele kumfikia ni ngumu.
So mimi ninazajia kwamba Raila Odinga atakuwa mbele zaidi kushinda venye yako sasa hivi. Atakuwa 80% na ile na kuelekea kufika kesho saa moja. Ndugu Vincent, kutangulia sio kufika. Kutangulia sio kufika. Tuseme hilo. Tuseme hilo. Utakapo ukiona kwanza mwanzo wa kutangulia sio mwisho wa, tuseme sio mwisho wa kukimbia. Ni kweli. Unaweza tangulia ukiwa umetangulia ukianza kukimbia, unaweza tangulia. Baadaye ukuwe umeishiwa na nguvu na lia nyuma yako akupite. Hiyo ndio nitakao sema. Tuseme kwa mfano msafiri ni aliye bandarini. Yes. Wanne hawa wote wako safarini. Uwezi ukajua chochote kwa sababu chochote kinaweza kutokea. Hivi unaweza shtukia kwamba Wajakoya yuko juu, Mwere yuko juu, Ruto yuko juu, Odinga yuko juu. Hivi ungependa kuhimiza wananchi na watazamaji kuhusu waweze kujiandaa kwa nini kutokana na mambo kama hayo, kwamba chochote kinaweza kutokea? Sisi tunaweza ambia Wakenya wenzangu. Naam. Ndio hii ni kama football. Yote inaweza shindwa. Ule atashindwa, tukubaliane na haya matokeo. Tumkaribishe awe rais wetu. Kwa hao wote ni Wakenya kama sisi. Hakuna mwingine ametoka nje ya Kenya. Sisi ni Wakenya, hao ni Wakenya, sisi ni familia moja. Iwapo Raila atashindwa, tukubali. Iwapo Ruto atashindwa, tukubali. Iwapo Jakoya atashindwa, tukubali. Hiyo ndio maisha. Ni kweli. Yeah. Tukiangalia IEBC sasa hivi kila wakati, kila saa, haswa katika eneo la Bomas, wanazidi kupeana taarifa za hivi punde na vile maendeleo yanazidi kuendelea na vile wanazidi kuendelea katika upigaji kura na uhesabu. Sasa kura tushapiga tayari. Sasa ni kuhesabu. Tunazidi kuzungumzia kuhesabu hapa. Wanazidi kutupa matokeo moja kwa moja na kidogo kidogo. Hivi wewe unahisi vipi unapoona hao wanafanya hivyo, na labda ni nini inakuja katika akili mwako? IEBC kwanza imefanya kitu mzuri. Kwa sababu uchaguzi lazima ikuwe wazi. Kuja kule kila Mkenya atasame. Ile kula amepiga venye imeenda. So yenye nakuja kwangu akili ni kawaida tu. Hakuna yani chochote. Vincent, tueleze ni nini kinakuja? Unamuona Wafula Chebukati, makomishano wa IEBC kila wakati wanatueleza kwamba kama sasa hivi tumeweza kupokea taarifa kwamba kura fulani zimetoka mahali fulani, huyu ndiye anaongoza, zile ambazo zimekamilika kuhesabiwa. Vincent, tueleze. Unaweza vipi na mambo hayo? Na mambo hayo inakuwa ni kama ni kawaida. Na ni jukumu la IEBC kutupaza venye wanapoendelea kutupatia taarifa venye ilivyo. So mimi kitu naweza sema ni kusema ni lazima, ni jukumu lao. Aswa ni jukumu lao kabisa. Ni lazima watuletee ili tuone tulichopanda ni gani, na ndipo tuenda kujua ni mbivu na mbichi ni gani. Tunapozidi kungoja matokeo yatokee moja kwa moja, na vile vile katika watazamaji popote mlipo mnaweza jiunga pamoja na sisi, na nadhani niliweza kuwapa nambari ambayo mna uwezo wa kuitumia, iko kwenye screen ya kwetu, mnaweza ifuatilia moja kwa moja, na baadaye vile vile mnaweza tumia password ambayo ni 1234 ili kuweza kujiunga katika mjadala huu. Na zaidi nikiweza kurudia namba hiyo ya Zoom ni 82 34 10 20 117. Alafu password utatumia 1234. Tuweze kuzungumza swala ambalo kura zimeweza kupigwa kaunti takriban 45 katika taifa la Kenya. Kaunti 2 peke yake hazijapiga kura. Kaunti hii ikiwa ni Kakamega pamoja na Mombasa. Mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati anasema kwamba labda wakati mwingine ni kutokana na makosa yaliyofanywa katika yale makaratasi ya kupiga kura. Tunasema ni ballot errors ambazo ziliweza kutokea. Hivi ujumbe huu mmeupokea kivipi, hasa ikizingatiwa kwamba Mombasa pamoja na Kakamega ni mojawapo ya kaunti ambazo ziko na idadi kubwa ya wananchi katika sekta hapo tunasema katika ugavana?
Naam, mimi ninachokisema si jambo la kawaida. Si jambo la kawaida kusema ati kulikuwa na hela kidogo ya hizi makaratasi za kupiga kura. Yaani unapoangalia na hizi kaunti mbili siko na idadi kubwa ya watu. Ni kweli. Sasa ukisema ati kuna kuliendaje ikawa ni hizi na siko na idadi kubwa ya watu na ndizo zimepata kwamba hizo makaratasi zimealipika kwa hizo kaunti zenye siko na idadi kubwa ya watu. Ni kweli. Hilo ni swali ni zero na chipu, yani nasema. Hilo ni swali nikitazama kwa umbali nakosa jawabu. Ndugu yangu, mimi nasema unajua binadamu makosa tokenga, lazima ukubali kosa. Kwa sababu unajua wewe kwenda uchaguzi na kitu ambacho iko na makosa, lazima hiyo kitu ufanye nini, mulekebishe kitu iwe safi, mwana mpige kura mambo ikiwa safi. Hatutaki mtu yote akuje kulalamika ati kula za huko hazikwenda vizuri, kukaribiwa. Ndio maana IBC wako na hiyo jukumu. Kuna sheria na waruhusu kufanya hilo wenyewe walifanya. Kama kutatokea na shida ya ule uchapishaji wa makaratasi katika eneo fulani, wanaweza elisa hiyo kura hadi siku ambayo hiyo papers zitakuwa siko sawa. Na hiyo IBC ndio imechukua hilo jukumu. Mimi naunga IBC mkono. Ni kweli. Kwa sababu wameona hii kitu ifai sasa hivi. Yeah. Mtazamaji na msikilizaji, tunazidi kufanya mazungumzo baada ya habari. Ni kadi inapozidi kuchipuka ndani ya Get the Point, na mimi MC Protocol ukipenda niite Lijongeli pamoja na wageni wangu ambao tuko hapa, na tunazidi kuomba muweze kujiunga katika Zoom ya kwetu ili tuweze kujadiliana kwa kina, tujue ni wapi tunapaswa, ni kipi tunapaswa kujua. Tumeweza kuongelelea swala hili nzima la Mombasa pamoja na Kakamega kukosa kupiga kura kutokana na makosa yaliyotekelezwa na IEBC. Unadhani kwamba kuna sehemu zingine pia, kama mfano leo Rongai, sehemu ya Nakuru, kuliweza kuwa kwamba kuna tetesi kwamba kulikosekana karatasi ya mbunge, member of parliament, haikuweza kupigwa kule. Makosa kama haya, unafikiria ni nani anapaswa kulaumiwa? Tukianza nawe Vincent. Mwenye anapaswa kulaumiwa ni mimi naweza sema ni Wafula Chebukati, kwa sababu hizi makaratasi walipokuwa wanachapisha walikuwa wanachapisha na wanafanya marudio kuona kwamba kila karatasi lipo ndipoza alavu wakuje kutupatia hizi makaratasi. Kila kitu walikuwa wamechipanga sawa sawa. Mimi naweza mlaumu ni Wafula Chebukati. Wafula Chebukati mwenyewe. Ndugu, mimi zote nikalaumu mchema na IBC. Mimi naweza laumu IBC kwa jumla yote. Kwa maandalizi ya kura walikuwa wamestahili kuandaa mapema sana. Hakuna venye kaunti moja na bunge moja inaweza kosa papers za kupiga kura. Hapana, hii ni kitu ambayo wanastahili kuchapisha kila eneo. Ni aje mzee kapatikana eneo hilo MP kosa. Ni kweli. Si lazima ujibu hilo. Yeah. Leo katika kuchagua na katika pita zetu tuliweza kuona kwamba wengi, kuna wale waliweza kurudishwa nyumbani kutokana na kadi, walikuwa na ID ama vitambulisho ambavyo si halali. Niliweza kuona wengi wakiweza kulalama, na ili hali tuliweza kusikia kwamba IEBC watatumia ile kitu tunaita online kind of register, hawatatumia ile manual register. So swali langu ni je, kivipi hivi unahisi vipi kwamba mtu anapokuja na kitambulisho na akaweza kuweka fingerprints zile akaonekana ni yeye, kuna haja tena kuweza kuthibitishwa kwamba ni yeye au si yeye, kwa sababu fingerprint haiwezi badilika kutoka kwa binadamu? Tuanze na Vincent. Mimi nitakaposema hapo,
ikikuwa ati kuna wanataka kutumia ile nini talakilisi nyingine hii nini ya kusema online, hapo kuna utatanishi kidogo. Mbona nisema kuna utatanishi kidogo? Mtu anapoenda kupiga kula, ameweka fingerprint yake, picha yake imekuja. Hakuna haja ya kusema tena ati kuna venye imekataa alafu waseme ni online. Hilo nalo naona kuna utatanishi hapo. Ni kweli. Uliweza kupokea changamoto kama hizo ndugu? Changamoto kama hilo mimi sijaliona. Kozi nimeweka kidole yangu kule. Njoo ndio Kims. Lazima kura yako iwe pali safi, iwe na usalama ya kutosha. Isipwe. So naona IBC watafanya kazi mzuri. Kwa hiyo kufikia usiku wa leo Vincent, tunatarajia kuweza kuona nini hasa katika urais? Na tukiangalia katika tarakilishi za kwetu tunaona kwamba kunazo results ambazo zinazidi kuingia. Tutarajie nini? Unajua hapo ni mapema mno, ni mapema mno kusema kutarajia. Niliposa wahenga walisema unaposema kitu fikiria kwanza. Tunaweza dhania kwamba fulani ndiye ataweza, kumbe si yeye. Unaweza sema ni yeye, kumbe si yeye, mpaka liwe ni chambo likamilike. Ni kweli. Ndipo tutakaesema ati mbivu ni huyu, mbichi ni huyu. Ndugu, kulingana na matokeo ambayo tunaona katika skrini za kwetu, na tunapozidi kusubiri watazamaji waweze kujiunga pamoja na sisi ili kuweza kufanya mjadala huu, waweze kutupa labda maoni ya kwao na maswali kadha wa kadha. Kuna kaunti ambazo zimeweza kutoa majibu japo kidogo tu. Tumeweza kuona kwamba zingine Odinga anaongoza, zingine William Ruto anaongoza, zingine Wajakoya pamoja na Mwaure wanaongoza. Hivi tutarajie nini ifikapo kesho? Kwa sababu mambo kama haya mengine yanachanganya kidogo. Sasa tunatarajia kama Kenya. Unajua ni kura ya historia, kihistoria katika taifa letu la Kenya. Lolote linaweza fanyika wakati wote. Tuwe na subira. Hadi kesho tunaweza jua hii upepo inaelekea upande upi. Wafula Chebukati hivi tunavyozungumza amesema kwamba yale matokeo ambayo yanatangazwa katika polling station ndio final. Vincent. Hayo matokeo ambayo yanatangazwa katika polling station ndio final kulingana na mwenyekiti wa IEBC hivi tunavyozungumza. Tueleze wewe unahisi vipi, pamoja na mtazamaji pia aweze kuchangia. Ndio, yanaweza kuwa ndio ya kweli. Lakini tujue kwamba mahali tumefikia hatuchafika hata nusu ya kula tunachotarajia kwamba sihesabiwe. Ndio maana nasema kwa hizi ambazo vituo zenye zimetumwa ni kidogo sana. Ni kidogo sana. Kusema ati so and so ndiye atakayeshinda, huyu atashinda huyu. Mimi ninachosema mpaka kesho ndio tutakapoona kwamba ndio tutakaposema kwamba huyu kufikia hapa tunaona ni wapi. Okay. Ndugu, ukichangia tunapojiandaa kwenda mapumziko kidogo. Mimi naweza sema matokeo imetokea sasa hivi. Si matokeo ya mwisho. Hadi ile siku Chebukati mwenyewe atatangaza seme huu ndio mzindi. Tutajua huyu ndio mshindi. Kwa sasa hivi hatujui. Mtazamaji, kabla tuweze kuondoka, labda ningependa kukuuliza swali hivi kidogo. Tumeweza kuona baadhi ya wanasiasa wakiwa na hasira sana. Wengine wakitumia mtutu wa risasi, mtutu wa bunduki, wengine wakifanya mambo mengine magumu katika
katika vituo vyao. Hivi maoni yako ni yapi na masuala kama haya yamekufikia kivipi? Tutazidi kujadiliana pindi tutakaporudi, lakini pia unaweza kujiunga na sisi katika Zoom ili tuweze kuendelea na mjadala, na maisha ya siasa yatazidi kuendelea hapa ndani ya Get the Point. Hatuna budi ila tupate kopo la maji. Tutarejea tena zaidi kuweza kujadiliana kwa kina kuhusiana na siasa mwaka 2022. Mimi ni Protocol.